taarifa hiyo na mengine mengi tutazidi kukuletea kwenye KTN News, ambapo tutakuletea matukio ya moja kwa moja tukiwa na mwanahabari wetu Lofty Matambo, ambaye kwa sasa wakiwa na Ben Kitili wamekita kambi nchini Uganda. Lakini katika taarifa nyingine ya kuridhisha ni kwamba Ayub Mohamed, ambaye ni mwalimu wa shule upili ya Isli hapa jijini, ameorodheshwa miongoni mwa walimu 10 waliofuzu fainali ya kuwania tuzo la walimu bora duniani kutokana na harakati zake za kukabiliana na itikadi kali hasa miongoni mwa vijana. Mohamed, ambaye ni mwalimu wa somo la biashara na somo la dini ya Kiislamu IRE, amesifiwa sana kwa harakati zake za kuyabadilisha maisha ya vijana katika jamii. Ayub amekuwa akijenga mtandao wa walimu walio na maono kama yake na kutengeneza utaratibu unaolenga kukabiliana na itikadi kali. Tuzo hiyo ya dunia iliyoanzishwa na hazina ya fedha ya Vaki kwa hisani ya kampuni ya kimataifa ya elimu ya GEMS, inayolenga kutafuta habari za mashujaa wanaobadilisha maisha ya vijana katika jamii. Jumla ya walimu 148 waliyatuma maombi yao, lakini 10 pekee ndio walifuzu. Atakayeshinda tuzo hiyo atapewa takriban dola milioni 1, na tunamtakia kila la heri mwalimu huyo, na pia nakutakia kila la heri katika kutaka kujua afya yako iko vipi kwa sababu wengi wetu hatutaki kujua, sijui kama hatutaki kujua jinsi hali yetu ya afya ilivyo, au vipi Ken? Hiyo ni ukweli, kwa sababu watu wengi wanaogopa kwenda kuambiwa ukweli kuhusu ya hali ya afya yao. Naam. Sababu hata mimi kabla sijapatikana na hilo taabu kidogo mgongoni, sikufikiria kwamba ninaweza kuwa na ugonjwa wa sukari. Naam. Sababu hamna mtu yeyote katika familia yetu ambao ana ugonjwa wa sukari. Naam. Wala hiyo high blood pressure hamna yeyote. Naam, mtazamaji, nilivyokuarifu ni kwamba ni Ken Okada ambaye kwa sasa anaugua ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu na figo zote mbili zimefeli. Na yote haya ni kutokana na vyakula ambavyo alikuwa akikula awali. Atatueleza ni vyakula gani. Na kando yake ni Isaac Miruka ambaye ni daktari katika hospitali ya Kenyatta, ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya ugonjwa wa kisukari. Wapo una swali lolote, endelea kututumia maswali yako kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia nambari 22155 au pia wasiliane nasi kwa njia ya simu. Na tunatoa shukrani sana kwa hospitali ya Kenyatta kwa kuendelea kusaidiana nasi katika kuelimisha umma kuhusu magonjwa mbalimbali. Ken Okada, tutaanza nawe. Tueleze ilikuwa vipi, ilianza vipi? Tuseme mnamo mwaka wa 2002 nilikuwa na tatizo kidogo mgongoni ambayo ilihitaji minor surgery kwa kizungu. Na nikaenda kule, na kama kawaida watafanya hiyo test zote kuhakikisha kwamba niko sawa kabla hiyo surgery haijafanywa. Na katika hali hiyo ndio waligundua kwamba nilikuwa na ugonjwa wa sukari. Kwa kweli nilishtuka sana, kwa sababu hamna mtu yote kwa familia yetu ambao ana ugonjwa wa sukari. Na mimi mwenyewe nilikuwa mwanaspoti, nilicheza basketball, nilicheza soka, nilikuwa na afya njema. Kwa hivyo ugonjwa wa sukari ilikuwa ni kitu ambacho sikuwahi fikiria hata siku moja kwamba naweza kuwa nao. Na madaktari walikuambia ni nini ambacho kilisababisha wewe kupata ugonjwa wa kisukari? Nilivyouliza ilikuwa ni vipi nikawa na ugonjwa wa sukari licha ya haya yote, walinieleza kwamba inaweza kuwa ilisababishwa na kile nilikuwa nikila na kunywa, yani type 2, kwa vile sikuzaliwa nayo. Sasa ulikuwa ukikula nini? Mimi nilikuwa mtu wa kuanza kabisa kama vijana wote ambao wana uwezo kidogo. Nilikuwa mtu wa kwenda kule nje, nilikuwa mtu wa kula nyama choma, nilikuwa mtu wa kula kinachoitwa kwa kizungu fast foods, chips na vile vitu kama hivyo. Na pombe pia ilikuwa kwa wingi. Na ulipoelezwa kwamba unaugua kisukari, je, ulibadilisha mienendo yako? Ulibadilisha tabia yako? Kwa muda, kwa sababu ya ule mshtuko kwamba niko na ugonjwa wa sukari, ule mshtuko ulisababisha nikabadilisha kidogo. Vitu kama viazi nilipunguza, hiyo nyama ya kuchomwa kidogo nikapunguza, lakini ilikuwa ni kwa muda tu. Baada ya hiyo nafikiri nilisahau. Kwa vile hakukuwa na chochote kwa mili yangu ya kuonyesha kwamba kuna hatari. Nilisahau baada ya hiyo na nikaendelea tu. Kaendelea kula vyakula hivyo. Nyama choma niliendelea nayo, vinywaji niliendelea nazo, fast food, chips nini niliendelea nayo. Kisha of course, na sasa nina kisha baadaye tuseme fast forward miaka 10 hivi. Kisha nikaanza kusikia baadaye ni kama nikitembea nasikia uchovu, mara kidogo hali ya kwenda haja ndogo
ni kama nina taabu kidogo hivi, alafu natoa jasho bila kueleza, silali, mara kidogo na vomit na vomit bila sababu. Hiyo yote ikanishtua, nikashangaa ni nini kinaendelea na mwili yangu. Sasa nilivyoenda kwa kumuona daktari, hata nilienda nikamuona tu rafiki yangu ambaye ni daktari pia, nikamuuliza ni vipi haya yote yanaendelea kwangu na mimi ni mwanaspoti, nini kinachoendelea na sihisi kwamba mimi ni mgonjwa kwa njia yoyote. Yeye akanieleza kuwa angependa nifanye test kidogo hapa na pale, na ndivyo nilifanya. Na baada ya kufanya hiyo test, results zilivyokuja, akaniambia ilionekana kwamba kulikuwa na tishio kwamba ninaweza kuwa na taabu kubwa kuliko nilivyofikiria. Akanipa reference ya kwenda kufanya test nyingine tena kuhakikisha kwamba yale yeye alikuwa ameona ni ukweli. Na nilivyorudia hiyo test, ikawa ni ukweli kwamba nilikuwa nimepoteza figo zangu mbili zote. Na ukisema kwamba ulikuwa umezipoteza, ina maana gani? Ulielezwa tatizo lilikuwa nini? Nini haswa kilikuwa kimefanyika katika figo zako? Kwa sababu ya hiyo diabetes iliyokuwa sijaituza vizuri nilivyotakana kuwa, iliendelea complications, iliendelea, inaitwa multiple body complications. Inaonekana niliendelea kuharibu mwili wangu kwa kukula na kunywa yale sikutakana kunywa. Na hiyo ikasababisha figo zangu mbili kukoma kufanya kazi. Naam. Kwa hivyo sasa ninavyoongea hivi, kwa miaka 4 sasa, sina figo inayofanya kazi kwa ufupi. Naam. Na shinikizo la damu, tatizo hilo liliingia katika mwaka gani, ama uligundua vipi una shinikizo la damu? Nafikiri wakati niliambiwa kwamba niko na hiyo diabetes na nikaendelea na hiyo hali ya kunywa na kula yote ambayo sikutakana kuwa nayo, nilivyoenda kufanya hizo test niligundua kwamba sasa nilikuwa na zote mbili, ingawa mimi mwenyewe sielewi ni wakati mgani hapo katikati nilipatikana na hiyo tabu ya shinikizo la damu pia. Naam. Yeah. Hapa sasa figo zote mbili zimefeli, una shinikizo la damu na ugonjwa wa kisukari. Ulijuta kwa kuangalia hali maisha yako yalivyokuwa awali? Nimejiuliza mimi mwenyewe kama ilikuwa lazima nile na ninywe hizo vitu zote, kwa sababu sasa hivi hata maji sinywi zaidi ya glasi 2 kwa siku. Kwa sababu ninapimiwa, ninaenda dialysis mara 2 kwa wiki ama mara 3, inategemea vile jinsi ni mahitaji yangu yapo. Na hiyo ni kwenda kutoa fluids zile ziko ndani ya mwili. Kwa sababu kila ninachoingiza ndani ya mwili kama fluid sitoi kwa kawaida. Unaona? Lazima niende hospitali na itolewe kwa njia ya dialysis. Sasa ni kupima ile fluids zinaingia ndani ya maji. Including maji yenyewe, hata chai, uji, sinywi hizo vitu zote. Na nikinywa nazipima. Ni kipimo. Sipitishi kiasi fulani. Sasa kwa mfano kwa siku nikisha kunywa chai asubuhi ambayo ni glasi 1, nitangoja tena kunywa nusu glasi ya maji wakati wa lunch na nusu glasi ya maji wakati wa jioni. Naam. Yeah. Naona hata nimekuwekea maji pia, umenieleza kwamba hauwezi kunywa, lakini siwezi kunywa kwa sababu nimemaliza. Lakini lishe, ulibadilisha lishe ama uliendelea na vile vyakula, ama sasa lishe yako imebadilika? Lishe yangu imebadilika kabisa. Kabisa. Vitu vingi ambavyo wewe mwanadamu wa kawaida unakula sasa mimi sili. Sili nyama ya aina yoyote, red meat, nakula white meat peke yake. Ndizi sili, viazi sili, hizo vitu zote sili mimi. Naam. Yes. Labda hapa tumkusishe sasa daktari. Daktari anayoyasema Ken ni mageni kwako? Yale Ken anasema si mageni. Kwanza nataka kusema mimi majina yangu ni Isaac Kamiruka. Na kazi nafanya Kenyatta Hospital ni kufunza wagonjwa kuhusu ugonjwa wa kisukari. Kwa sababu knowledge ndiyo imekosekana hali wakati tunatibu ugonjwa wa sukari. Naam. Na ya pili, mimi nashughulikia sehemu moja ambayo ya complication ya diabetes, madhara ya diabetes ambayo ni miguu, ambayo pia inasababisha miguu inakatwa. Na una hilo tatizo? Sina tatizo la miguu bado. Yeah. So yala amesema si ni ya kawaida, kwa sababu nimeyaona kwa wagonjwa ile kufanya. Kenyatta ni hospitali kubwa ambayo iko na idadi ya watu wengi sana wanakuja kutibiwa ugonjwa wa kisukari. Na kwa takwimu labda utueleze, mnapokea wagonjwa wangapi ambao inabainika kwamba wanaugua kisukari? Wagonjwa kwa kliniki za Kenyatta ziko 2. Kuna kliniki inaitwa kliniki ndogo ambayo inashughulikia
shughuli ya wagonjwa wa sukari kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa, ambao kila siku tunaona wagonjwa 40, zaidi ya 40, na imeonekana kwamba siku hizi tunaona wagonjwa wageni ambao wamegunduliwa na ugonjwa wa sukari wageni at least 10 kwa kila siku average. Hiyo ni kliniki moja? Hiyo ni kliniki moja. Alafu tuna kliniki ya madaktari wakuu ambao ni ya Ijumaa. Tunaona wagonjwa kuliko zaidi ya 100 kwa siku. Naam. Na kuangalia hizo takwimu, hilo tatizo, huo ugonjwa unasababishwa na nini zaidi? Ugonjwa wa kisukari tuseme kosi yake ile naileta haijulikani vile, lakini tuna wale wanaipata wale wadogo, watoto wadogo ambao wanapata type 1 diabetes. Wao ni mwili yao inaitwa kwa kizungu autoimmune, inasababisha sasa pancreas haitoi ile chemichemi inaitwa insulin. Na insulin ndio kifunguo ya kufungua zile cells za muscles ili sukari itoke kwa damu iingie kwa nyama ili mtu hawe na nguvu kwa muscles zake. Sasa pale mwili kupitia kwa pancreas wengu haiwezi kutengeneza insulin. Sasa mtu hukosa kifunguo ya kufungua cells sukari ingie ndani. So sukari inabaki kwa damu, maana sukari imetokana na chakula. Ukikula chakula ikisiagwa inakuwa sukari ili itupe nguvu, basi inaingia kwa damu kwa sababu ya kwenda kusafirishwa mwili mzima. Na kama hiyo sukari haiwezi kutoka ndani ya damu ikaingia kwa nyama, basi sukari inakuwa nyingi kwa damu. Basi hiyo ndio ugonjwa wa kisukari. Na nimesikia umesema type 1, kuna aina ngapi za kisukari? Ugonjwa wa kisukari kuna aina nyingi, lakini zile zimejulitambulikana sana ni type 1, type 1 rather. Alafu type 2 ambao ni ya watu wakubwa zaidi hawa, kwa sababu ya lifestyle vile watu hula, na siku hizi tumekuwa na ulegefu wa kufanya mazoezi. Unaona pia tumeendelea sana mpaka pikipiki pia tumepata. Wakati mtu nafaa nitembee 200 meters au 500 meters, nitachukua pikipiki. Sasa kuchoma mafuta, kufanya mazoezi ili ile chakula nimekula itumike, hatufanyi. Hiyo ni type 2. Alafu type 1 nimesema ni ile inapatikana kwa watoto wadogo, less than 35 years up in between there. Na ni kwa sababu mwili yao kwa sababu fulani haiwezi kutengeneza insulin. Alafu kuna ingine inaitwa gestational diabetes. Hii inapatikana kwa wamama mjamzito. Mara ya kwanza amekuwa mjamzito, hapo before awe mjamzito hakujua hako na ugonjwa wa sukari. Lakini kwa sababu ya mimba ile ako nayo imesababisha amepata ugonjwa wa kisukari. Lakini ukweli ni kwamba akipata mtoto mara nyingi huwa anapata mtoto na diabetes. Ichapokuwa ni muhimu sana sasa baada ya kupata mtoto ajitayarishe maisha yake sana, afanye mazoezi au akipima sukari zake mara kwa mara ili isikuje maybe in 2 years time isikuwe imerudi tena. Naam, umetueleza kuhusu mazoezi na nakumbuka Ken hapa akisema kwamba alikuwa mtu wa sporti sana, alikuwa akifanya mazoezi. Iweje kwamba yeye alikuwa akifanya mazoezi lakini chakula kilikuwa kibovu? Alikuwa anafanya mazoezi lakini bado akapata kisukari. Lakini factor ya kupata ugonjwa wa sukari si moja, risk factor si moja, zile factor hatari zaidi si moja. Ndikawa Kenya alikuwa anafanya mazoezi lakini pia chakula alikuwa anaweka ni kingi zaidi. Na amesema chakula kile kiko process ambazo kina siagwa haraka sana, kinasababisha kufanya sukari ikawa nyingi ndani ya mwili. Hata akifanya mazoezi yake haitaweza. Cha pili, risk factors zingine ni pombe. Sasa alikuwa anafanya mazoezi lakini anatumia pombe pengine kwa wingi zaidi. So kuna uwezekano ya kwamba angepata sukari kwa sababu hiyo mazoezi yake alikuwa anafanya, na kulingana na vyakula na kula. Sielewi vile balance ilikuwa, labda pengine itakuwa tutaongea naye kindani kuelewa balance vile ilikuwaje. Mazoezi nilikuwa nikifanya pia ndio, lakini pia nilikuwa nikinywa pombe na pia hiyo chakula